Baada ya kujua ukweli ule mchungu, Juma alihuzunika sana. Moyo wake ulijaa maumivu makali. Alikaa kimya kwa muda mrefu huku machozi yakimtoka. Hakujua afanye nini. Mawazo mengi yalikuwa yakimzunguka kichwani. Alikuwa katika njia panda akijiuliza afanye maamuzi gani. Siku ile Juma na rafiki yake Ali walirudi baharini wakiwa wamechoka baada ya kazi ya uvuvi. Walitembea kimya kimya kwa muda mrefu, kisha kila mmoja akaelekea nyumbani kwake. Juma alifika nyumbani kwake na kupokelewa na mke wake Amina kama kawaida. Amina alimkaribisha kwa utulivu, kana kwamba hakuna kitu kibaya kilichokuwa kinaendelea. Lakini Juma alikuwa akimtazama sana Amina usoni, akijaribu kugundua kama kuna dalili yoyote ya usaliti. Alimtazama kwa makini sana, lakini hakugundua chochote. Hilo lilimchanganya zaidi. Moyoni alizidi kubaki njia panda. Saa zilipita huku Juma bado hajafanya maamuzi yoyote. Alikaa kimya, akiwaza na kuwaza. Hatimaye muda wa kwenda baharini ulipofika, Juma aliamua kujiandaa kama kawaida. Alikusanya vifaa vyake vya uvuvi, kisha akamwomba mke wake amsindikize nje kidogo. Amina hakukataa. Alimsindikiza Juma nje ya nyumba. Wakiwa njiani, Juma aliendelea kumtizama sana mke wake, kana kwamba anatafuta ukweli katika macho yake. Lakini Amina hakukuonyesha tena dalili yoyote ya usaliti. Baada ya muda mfupi, Juma akaondoka kuelekea baharini na Amina akarudi ndani ya nyumba. Lakini ukweli ni kwamba Juma hakuenda mbali sana. Moyoni mwake bado kulikuwa na mashaka makubwa. Baada ya muda kupita, ikafika muda wa Alex kufika. Alex kwa kujiamini kabisa aliingia nyumbani kwa Juma. Ndani alimkuta Amina na wawili hao wakaanza kuonyesha mapenzi yao wazi wazi. Wakati huo Juma hajafika baharini. Alikuwa karibu na nyumba yake na alishuhudia Alex akiingia ndani ya nyumba yake. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Juma alijiuliza sana, je, asubiri mpaka asubuhi na kutoa talaka tu au aende kushuhudia mwenyewe kinachoendelea? Baada ya mawazo mengi, Juma aliamua kwenda kushuhudia. Alisogea polepole karibu na nyumba yake, huku akianza kusikia vicheko kutoka ndani. Kila alivyokaribia, sauti zilikuwa zinaonekana wazi zaidi. Juma alikaza moyo wake na kusonga mbele. Machozi yalikuwa yakimtoka, huku akitembea kuelekea ndani ya nyumba yake mwenyewe. Alipoingia ndani, alianza kusikia sauti ya mke wake Amina, akimsifia Alex. Amina alisema kwa sauti ya furaha, "Baby, wewe ni mtamu, wewe si mzigo kama Juma. Bei tamu baby, tamu." Maneno hayo yaliumiza moyo wa Juma kama kisu. Lakini bado alisonga mbele hatua nyingine. Kisha akasikia tena sauti ya Amina, akisema, "Ninatamani ungenioa wewe Alex, unanisugua kama umenilipia jamani." Maneno hayo yalikuwa mazito sana kwa Juma kuyasikia. Hatimaye Juma alifika kabisa pale walipokuwa. Hasira kali ilijaa kifuani mwake. Ndipo alipowaona Amina na Alex wakiwa pamoja wakipeana raha. Waliposhtuka kumwona Juma, wote wawili waliingiwa na hofu kubwa. Wakaanza kulia na kuomba msamaha kwa sauti. Lakini Juma alikuwa tayari amejaa hasira. Alimsogelea Alex kwa ghadhabu kali. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa hasira na maumivu ya usaliti. Bila kujizuia, Juma alichukua kisu na kumchoma Alex tumboni. Amina alianza kulia kwa nguvu, akiomba msamaha. Baada ya kufanya hivyo, Juma alishtuka ghafla kutoka kwenye hasira zake. Alianza kutambua kile alichokifanya. Alijiona kama tayari ameshaua mtu. Juma alianza kulia sana. Alilia kwa uchungu mkubwa, akijiona mkosa. Alipiga kelele na kufanya zogo kubwa ndani ya nyumba. Lakini katikati ya kelele, wakaanza kulia na kuomba msamaha kwa sauti. Lakini Juma alikuwa tayari amejaa hasira. Alimsogelea Alex kwa ghadhabu kali. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa hasira na maumivu ya usaliti. Bila kujizuia, Juma alichukua kisu na kumchoma Alex tumboni. Amina alianza kulia kwa nguvu, akiomba msamaha. Baada ya kufanya hivyo, Juma alishtuka ghafla kutoka kwenye hasira zake. Alianza kutambua kile alichokifanya. Alijiona kama tayari ameshaua mtu. Juma alianza kulia sana. Alilia kwa uchungu mkubwa, akijiona mkosa.
alipiga kelele na kufanya zogo kubwa ndani ya nyumba. Lakini katikati ya kelele na machozi yake, sauti ya Amina ilimshtua. Juma, tafadhali nisamehe. Juma alishtuka, akatazama vizuri mbele yake. Amina alikuwa akilia huku akiomba msamaha. Juma alibaki kimya akijiuliza sana afanye nini, huku akiwa ameshika kisu mkononi. Na Amina aliendelea kulia kwa uchungu, akiomba Juma msamehe. Hadithi itaendelea.